Karibuni tena, hii hapa ni Ama Films na ni wakati wa kufanya uchambuzi pamoja na utabiri juu ya matukio ambayo yameweza kutokea kwenye episode ya tamthilia safi kabisa hii hapa ambayo inakwenda kwa jina la Ndoa. Na Mr. Pascal bwana, kuna namna anafeli ujinga tu hivi anakwenda kumkosa Kiduchu. Tunatambua kwamba Kiduchu muda si mrefu anakwenda kufunga ndoa ama anakwenda kuolewa na Mr. Loni kama jinsi ambavyo tumeshaona hapo. Nafikiri kwamba hizi ni hasira za binti ambaye anaitwa Kiduchu. Ameamua kufanya hivi, ameamua kuridhia swala la kuolewa na Mr. Loni kwa sababu anataka kumuumiza Mr. Pascal. Kama ulikuwa hujagundua, hicho ndo kitu ambacho ama hiyo ndo sababu kubwa ambayo imemfanya Kiduchu aweze kukubaliana na swala zima la kuolewa na mkali Dayo mtaalam bwana Loni. Sasa nafikiri kwamba haya ni maamuzi ambayo Kiduchu atakuja kuyajutia kwa baadaye. Yani kitu ambacho ninamshauri Kiduchu ni kwamba alitakiwa kuwa na subira, kwa sababu siku zote wanasema subira yavuta heri. Sasa kukosa uvumilivu Kiduchu kutamfanya aweze kukosa mambo mengi, kwa sababu siamini kama ataipata furaha yake pindi ambapo ataamua kuukabidhi moyo wake kwa mwanaume ambaye hana hisia naye, nikimaanisha kwamba Mr. Loni. Na nafikiri pia kwa upande mwingine, ndugu wapenzi watazamaji, mnaweza mkawa mnafikiri kwamba Kiduchu atakuwa yuko sahihi kwa sababu Mr. Pascal haya ni makosa yake mwenyewe, hataki kufunguka ya kwamba anampenda binti ambaye anaitwa Kiduchu. Na sisi wote tunatambua kabisa siku zote hisia haziwezi kufichwa kwa muda mrefu, na tunagundua kabisa na tunafahamu kabisa kwamba Mr. Pascal anampenda Kiduchu kwa asilimia ngapi, ni vile tu anashindwa kuzionyesha hisia zake. Na mnafikiri leo tuweze kutengeneza kamjadala, ndugu wapenzi watazamaji, mnafikiri ni kwa nini Mr. Pascal anashindwa kumwambia ukweli Kiduchu ya kwamba anampenda? Ni nini kinasababisha Mr. Pascal ashindwe kumweleza ukweli Kiduchu kuhusiana na hisia zake za kimapenzi ambazo anamfiri? Nafikiri kwamba moja kati ya vitu ambavyo vinamfanya Mr. Pascal ashindwe kumwambia ukweli Kiduchu ya kwamba anampenda ni age gap, yani umri wao kidogo ni tofauti. Yani Mr. Pascal ana umri mkubwa kidogo kulingana na namna ambavyo yeye anafikiri, lakini siku zote wanasema kwamba umri huwa ni namba tu kwenye swala zima la mapenzi. Haijalishi una umri kiasi gani, ili mradi tu mwanamke anakupenda basi inahusu, yani lazima unaruhusiwa kuweza kumuoa huyo mtu. Kwa hiyo nafikiri kwamba hili swala ambalo Mr. Pascal linamuendesha kwenye kichwa chake anatakiwa alifute kabisa akilini mwake, kwa sababu akiliendekeza atakwenda kumkosa binti ambaye anampenda, lakini hataki kuonyesha hisia zake kwa watu wengine. Naam, nafikiri kwamba Mr. Loni atakwenda kukosa kabisa imani na binti ambaye anaitwa Kiduchu, kwa sababu moja kati ya matukio ambayo yameweza kumfanya Kiduchu ajihisi ya kwamba anafanya makosa makubwa sana kuweza kukubaliana kuolewa na Mr. Loni ni tukio hili hapa la mtaalam bwana Loni kuweza kumpakia mkongo binti ambaye anaitwa Kiduchu kabla ya ndoa. Nafikiri kwamba Kiduchu atagundua kabisa na atakuwa amegundua kabisa na kuelewa ya kwamba Loni ni mwanaume wa aina gani, ni mwanaume ambaye anapenda tunda la katikati. Sasa hiki ni kitu ambacho nafikiri kitakuwa na nafasi kubwa sana kwenye upande wa Kiduchu kuweza kujiuliza ama kuweza kuangalia kwa umakini zaidi kuhusiana na maamuzi ambayo ameamua kuyafanya kuolewa na Mr. Loni. Sasa upande wa pili nafikiri hapa ndipo wengi walikuwa wamesubiri kwa hamu, kwa sababu tunaona kabisa tokea episodi za kuanzia 60 na huko tuliweza kushuhudia namna ambavyo binti ambaye anaitwa Tami aliteseka sana kwenye mapenzi ya huyu mwamba ambaye wanamuita Mr. Martin Black. Nafikiri huu ni mwisho wa mateso ambayo binti anayapitia. Naam, kama jinsi ambavyo tumeweza kushuhudia hapa, kumekuwa na utofauti mkubwa sana wa majibu ambayo Tami ameyatoa kwa mtaalamu bwana Martin Black. Inaonekana kabisa kwamba kuna kitu ambacho kinampa kiburi. Tunafahamu ni kipi ambacho kinampa kiburi. Hapo awali hakuweza kulelewa vizuri ama hakuweza kuhudumiwa vizuri na mtaalamu bwana Martin Black. Na
Martin Black asipokuwa makini atakwenda kumkosa mke wake Tammy kiujinga, akiamini ya kwamba Tammy hana uwezo wa kuzaa. Hiki ni kitu ambacho nafikiri wengi kama mlifuatilia ile filamu ya marehemu Steven Kanumba, ni kitu ambacho kilitokea pia. Mr. Kanumba aliamini kwamba mke wake hana uwezo wa kuzaa, kumbe tatizo liko kwao wote. Yani ilikuwa ni swala la muda tu kwenda kupima na kujua changamoto nini inayosababisha usiweze kupata mtoto, na tatizo liliweza kugundulika kabisa kwamba kuna namna ama kitaalam kuna muda huwa wanashindwa kupata mtoto kutokana na matatizo ya miili yao na sio tatizo la mtu mmoja. Hiki ni kitu ambacho nafikiri kwamba Mr. Martin Black anatakiwa kukiangalia kwa umakini zaidi, kwa sababu asipoangalia watamsaidia kumzalia mtoto hapa, nikimaanisha kwamba wanaume wengine. Yes, nafikiri kwamba wengi hapa watakuwa wamemdharau sana Mr. Martin Black kwa sababu ameonyesha udhaifu mkubwa sana mbele ya mke wake binti ambaye anaitwa Tammy, kwa sababu mwanaume kama mwanaume huwezi ukafanya kitendo kama hiki ambacho Mr. Martin Black amekifanya. Yani mwanamke amenunua unga ndani halafu umekwenda kutia chumvi pamoja na sukari ili uweze kumkomoa. Hii hapa haileti picha nzuri kwa wanaume. Ni kitu ambacho nafikiri wengi tunatakiwa kujifunza hapa, na Mr. Martin Black hajagundua kabisa kwamba hiki ni kitu ambacho amekwenda kujidhalilisha mwenyewe, kwa sababu sio kitu ambacho mwanamume anatakiwa kukifanya mbele ya mwanamke. Yani hapa ataonekana ni inferior kwa mke wake. Sasa na ndo maana binti ambaye anaitwa Tammy ameanza kumjibu majibu ya kejeli, majibu ya dharau. Hii ni kutokana na kwamba mtaalamu anajisahau. Yes, nafikiri kwamba huu ni muda wa kuteke break, alafu then tuende tukasubscribe kwa pamoja kwenye channel hii hapa. Nenda kaangalie, ama ukifika YouTube pale search neno Ama Films, bonyeza kwenye picha yangu pale, kuna sehemu ameandika subscribe. Ukibonyeza hapo subscribe itakuwa ni mambo fresh kabisa, ama usisahau kabisa kutani on notification bell, kwa sababu ile pale itakuwa inafanya wewe uweze kupata kazi zangu kila siku ambapo ninakuwa ninadondosha vitu hapa. Naam, nikwambie tu kwamba chao.